Mkuu wa divisheni ya kwanza na msaidizi wake hivi sasa wakiweza kubadilishana majukumu ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo. Zamu yake hivi sasa Parade Arisen kuhakikisha kwamba divisheni hii inayosindikiza bendera ya kikosi cha 20 imenyoka na ipo tayari uwanjani siku ya leo. Zamu yao hivi sasa afisa letu kwa jukumu la kubeba bendera rasmi ya kikosi hiki pamoja na Parade Arisen kuweza kusonga mbele. Na basi Parade Arisen hivi sasa akipeana heshima zake kwa bendera kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Naye akiweza kupokezwa bendera hii ya kikosi cha 20 kutoka kwa wanaoweka ulinzi wa bendera. Na afisa anayebeba bendera hii rasmi siku ya leo akiweza kupeana heshima zake kwa bendera kabla ya kuweza kuregesha jambia katika ala ili naye kujiandaa kuwa tayari kwa kukabidhiwa bendera hii. Basi Parade Arisen hivi sasa akimkabidhi bendera hii afisa aliyetuka jukumu hili la kuweza kubeba bendera ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli na kuhakikisha kwamba ameweza kuishika sawa kabisa, na kama ilivyo tamaduni ya kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuweza kupewa heshima ya hali ya juu kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, mabibi na mabwana.
Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Asanteni. Kwa heshima naomba sote tuketi tafadhali.
Wananchi tutulie tafadhali, tusimtatize parade commander kwa heshima. Wananchi wazalendo tutulie. Hivi sasa gwaride likijigawanya kwa takriban vikundi vinane ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Divisheni hizi nazo uwanjani sharti kuwekwa sawa kutoka kwake Parade RSM. Basi baada ya kuwekwa sawa divisheni hizi, Parade RSM akiondoka kwa upesi zaidi kwa muda mchache aliweza kutunukiwa ili kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Basi wananchi wazalendo, nizidi kuwaomba wakati bendera ya kikosi hiki itakapopita mbele yako, basi unaombwa kuweza kusimama ili kuweza kuipea heshima.
Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Mutabari Mudhaura, OGW, divisheni ya kwanza ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli jeshi letu la nchi kavu, chini yake Meja David William Bass, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli, Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM, afisa mteule daraja la kwanza John Simoto Moibe. Divisheni ya pili wakiwa chini yake Captain Ibrahim Kihuro, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, ipo chini yake Meja Kevin Ambani Jahonga, Subaltern Officer Luteni Ngugi Gitau, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4 wakiwa katika mavazi yao ya sherehe siku ya leo, wakiwa chini yake Captain Eric Evans Otieno. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni divisheni ya 5 ya jeshi letu la wanaanga, wakiwa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja, Subaltern Officer Luteni Mwaura Kimani, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 6 chini yake Captain Francis Opondo, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya 7 jeshi letu la wanamaji, wakiwa chini yake Meja Angatia Mulunda, Subaltern Officer Luteni Jasper Barongo, katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8 chini yake Captain Edwin Wahungu, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mfawidhi wa gwaride hili, ukipenda parade adjutant, Captain Nene Mwangi, wakiweza kupita mbele ya jukwaa rasmi wakiwa katika mwendo wa kinyonga.
ni wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa. Wakati wake parade RSM Warrant Officer 1 John Smotuo Moiben, baada ya gwaride kuweza kupita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya review order. Wimbo wetu wa taifa utakaochezwa beti 3 mtawalia na heko kwa Mheshimiwa Rais. Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuondoa gwaride hili uwanjani baada ya kuwa na onyesho la bendera ya kikosi cha 20 cha wana miavuli wetu sherehe za Jamhuri mwaka 2025. May I have your
Asanteni, niombe kwa heshima tuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais, gwaride hivi sasa likijigawanya kwa takriban vikundi 12 ili kuaga uga huu. Vile kama ilivyo desturi na tamaduni za kijeshi, bendera iliyo fahari ya kikosi ni sharti kwa mbele kama unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwake Kala Officer. Naye Parade RSM Waratosa 1 Jones Moto Mwiben akiondoka kwa kasi zaidi baada ya kuhakikisha divisheni zote 12 zimenyoka uwanjani ili naye kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Kwa amri hiyo hivi sasa, Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa wanaondoka uwanjani kwenda kuungana na wenzao katika hali ya kukamilisha wito wa majeshi yetu ya ulinzi, ulinzi daima, wito wa jeshi letu la nchi kavu, ngao ya taifa, jeshi la wanahewa imara angani, halikadhalika jeshi letu la wanamaji, ujasiri baharini. Baada ya gwaride la kufana katika makala ya 62 ya sherehe za Jamhuri 2025. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Mwatabari Mudhaura OGW, mkuu wa divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu Meja David William Bass, afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 wana Nyamvuli ni Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM Waratosa 1 Jones Moto Mwiben. Divisheni ya pili, Mheshimiwa Rais, iko chini yake Waratosa 2 Nicholas Owiti. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Captain Ibrahim Kihuro wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, chini yake Meja Kevin Ambani Yahonga. Inayofuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, divisheni ya 5 chini yake Luteni Ngugi Gitao. Divisheni ya 6 jeshi letu la nchi kavu chini yake Captain
Eric Evans Otieno. Divisheni ya 7 jeshi letu la wanahewa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8 Mheshimiwa Rais chini yake Luteni Mwaura Kimani, na divisheni ya 9 chini yake Captain Francis Opondo jeshi letu la wanahewa wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 9 Mheshimiwa Rais jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Angatia Mulunda. Divisheni ya 11 chini yake Luteni Jasper Barongo wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 12 Mheshimiwa Rais chini yake Captain Edwin Wahungu wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Waweka alama jeshi letu la nchi kavu Parade Adjutant Captain Nene Mwange. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuondoka hapa uwanjani hivi sasa, na linafuata tamasha la ndege. Nitampisha mwenzangu aweze kutuletea tamasha hili. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wako wa kushoto ni ndege za majeshi ya ulinzi, ndege aina Globe 120 Alpha, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani, mafunzo ya kimsingi za chuo cha mafunzo kwa rubani wa kijeshi Aviation Center of Excellence, kambi ya Laikipia Air Base. Inafuata sasa ni ndege za uchukuzi. Kikundi cha kwanza ni ndege aina ya Skytrack ambayo ina uwezo wa kusafiri wanajeshi ndani na nje ya nchi, na pia kwa uwezo wake wa kufungua lango la nyuma huweza kutumika kuwarusha wanamiavuli ambao leo hii wametuandalia gwaride wakati wa operesheni na pia katika hali ya mafunzo. Ndege hizi zimeweza kutumika kuweza kuwabeba wanajeshi katika shughuli mbalimbali ambazo zimeweza kutokea. Itafuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya Dash 8 ikiwa ni ndege ya uchukuzi, ndege ambayo ina uwezo wa kusafirisha section 3 na zaidi almaarufu infantry platoon zenye takriban askari 40 na zaidi, ambazo huweza kubeba askari hao pamoja na zana zao za kivita, hivyo kuwafikisha katika maeneo ambayo yanahitajika kwa urahisi, zikiwa ni ndege za uchukuzi aina ya Dash 8, ndege ambazo hutumika kuwabeba wanajeshi wetu. Basi itafuata, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya C-27J Spartan kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wa kushoto, zikiweza kupaa taratibu, ndege ambazo zina uwezo wa kubeba kundi kubwa la askari pamoja na zana nzito zaidi za kijeshi wote kwa pamoja. Na ndege hii pia imeweza kutumika kuwapa mafunzo wanamiavuli ambao leo hii pia wameweza kutuandalia gwaride, ndege hii ikiwarusha wanamiavuli takriban fiti 12,000 juu ya bahari wakati wa operesheni na pia wakati wa mafunzo, zikiwa ni ndege C-27J Spartan. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata sasa ni ndege za kivita kama tunavyoshuhudia pia kutoka upande huo huo, ndege hizi zikiwa 6 zikiweza kuunda mfumo 6 ship diamond formation, leo hii zikiwa chini ya formation lead Meja Alois Kemboi. Ndege hizi zikiweza, Mheshimiwa Rais, kuachana ili kila moja kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa mbele ya jukwaa, jinsi marubani hawa huweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Naomba wananchi tuweze kuwapa makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Rubani wetu wa kwanza akiweza kutuletea onyesho 4-point roll, onyesho ambalo rubani, Mheshimiwa Rais, atapana ndege kwa kasi, kisha ataweza kulaza ndege takriban degree 90, akilaza ndege kwa ubavu, kuigeuza tena kulaza ndege kwa mgongo ukipenda Charlie, na pia kugeuza ndege hii mara ya 3 na ya 4, akirejesha ndege wima pasipo kubadili mkondo. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho aileron roll, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutuletea onyesho 4-point roll mara ya kwanza, ya pili, ya 3, kurejesha ndege wima. Tumpe makofi. Aileron roll,
Rubani huyu akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akija kwa umaridadi, akiweza kuinua pua la ndege hivi sasa na kuigeuza kwa umaridadi kwa haraka pasipo kubadili mkondo wa ndege. Onyesho linalofuata vertical roll. Rubani kuinua ndege takriban digrii 45 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akipaa juu kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Linalofuata Mheshimiwa Rais ni roll off top. Rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuinua pua la ndege, kupaa juu kabisa, anapofika upeo wa kupaa, kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Vertical roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka. Aileron roll, onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, akija kwa umaridadi pia kuweza kuinua pua la ndege takriban digrii 20 na kutupa pia mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali kwa onyesho tamu aileron roll. Basi Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia maonyesho ya ndege za kivita, anayefuata ni rubani atakayekuwa anatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo wengi wa wananchi huweza kusikia tu sauti lakini ndege hawaioni. Naomba tuweze kuyakaza macho yetu upande wa kulia ili tukaweze kumpata. Amefika kwa umaridadi kabisa, sauti akiacha sauti nyuma. Sound of freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Mheshimiwa Rais, yatafuata sasa ni maonyesho ya ndege aina ya helikopta. Ndege hizi zikiwa ni za uchukuzi pamoja na operesheni mbalimbali. Helikopta ya kwanza ambayo itakuwa inatufungulia maonyesho leo hii ni aina ya Yuhi, ambayo helikopta hii hurusha vikosi vya dharura, ukipenda rapid response units, ambao huweza kufika katika maeneo hatari ili kuweza kutekeleza mashambulizi. Kama tunavyoona kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akiwa ndege hii ikiwa chini ya crew captain Meja Mugendi akisaidiwa na Captain Mwangi, wakiwa wanabeba ujumbe spesheli kwa Jamhuri ya Kenya. Happy Jamhuri Day. Tumpe makofi marubani huyo kwa kuweza kuleta ujumbe huo spesheli kwa Jamhuri ya Kenya na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Basi Mheshimiwa Rais, zitakazofuata sasa ni ndege aina ya Fennec ikiwa imetangulia, yenye rangi ya kijivu, na ndege aina ya Bell 206 nyeupe kwa rangi. Fennec ikiwa ni ndege ya kupiga doria na pia kuweza kufanya mashambulizi, nayo Bell 206 ikiwa ni ndege ya mafunzo kwa rubani wa ndege aina ya helikopta. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege hizi ambazo zinapita kwa sasa. Itafuata sasa Mheshimiwa Rais ni helikopta speciali ambazo zina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi ili kuwaruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba speciali. Helikopta ambayo inatangulia Mheshimiwa Rais ni MI-171E ikiwa inafuatwa na 139 Westland Augusta, ndege ambazo hutumika kuingia katika eneo la maoperesheni kwa kuruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba, zoezi rappelling. Basi zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Yui ikiwa na Cobra, Yui ikiwa imetangulia na Cobra ikiwa imefuata, zikiwa ni helikopta za kuongeza nguvu kwa wanajeshi wanaopigana ardhini na pia kwenye fuo za bahari, huweza kushambulia ngome fiche za adui, hivyo basi kusababisha na pia kufuatilia hatua zozote za adui. Tunafungiwa Mheshimiwa Rais maonyesho ya ndege leo hii na ndege aina ya Yui ikiwa imebeba bango na MD-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni helikopta za mashambulizi leo hii kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni Kenya Army Corps of Aviation. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru Brigedia Mohamed Ahmed Saman, Kanali Frederick Serem, Brigedia Collins Mitoko, Meja Charles Sabong,
Meja Matthew Lorot Ingoland, Silver Star. Niweze kushukuru Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1, Bwana Haji Omar. Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1, Joel Mrage. Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1, Franco Leparsalachi. Na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1, Musa Abdi. Basi maonyesho ya ndege tuliweza kuletewa na Overall Formation Lead Luteni Kanali George Kimaita Rinzari akisaidiwa na Deputy Formation Lead Major Clifford Mtiria. Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security support mission in Haiti. These gallant officers arrived home on Tuesday, 9th December 2025 after serving in Haiti for 17 months and 9 days. In the period of their service, they were part of the 740 Kenya, 150 from Guatemala, 78 from El Salvador, 25 from Jamaica, 3 from Bahamas, and 2 from Belize. This mission was performed splendidly, forming a basis for successor missions. The gang suppression force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey Otunge. The mission has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, the seaport, and the National Palace, among others. These positive developments reaffirm Kenya's belief for the beginning of international solidarity in critical restoration of dignity of Haiti and its people. In the course of the mission, 3 of our officers paid the ultimate price. To them, we owe a debt of gratitude and confirm this deep loss will never be in vain. We remember them and are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will rest in eternal peace. Na sasa nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbai atueleze zaidi kuhusiana na kikosi hiki. Sergeant Misango. Asante sana ndugu Mike Gitonga. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia hivi sasa wakija kwa umaridadi ni polisi wa taifa la Kenya wakiongozwa na General Service Unit, kisha wakifuatwa kwa ukaribu na wenzao wa Border Police Unit. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia wamebeba bendera ya polisi, kisha bendera ya Kenya Police Service na hali kadhalika Administration Police Service. Mheshimiwa Rais, nitaomba tuweze kuwapa mashujaa hawa makofi mazuri baada ya kutoka nchini Haiti, baada ya kutekeleza wajibu wao kwa takriban miezi 18. Wananchi wazalendo, tuwape mashujaa hawa makofi mazuri. Mheshimiwa Rais, ulipowapa amri, wengi walidhani ndivyo sivyo, kwamba hatungeweza kusaidia taifa la Haiti kuweza kurejesha hali ya usalama kuwa thabiti. Lakini hii leo Mheshimiwa Rais, ulivyosikia mwenzangu alivyosema kwa lugha ya Kimombo, miundo misingi ikiwemo seaport na hali kadhalika uwanja wa ndege umeanza kufanya kazi, kwa sababu wanajeshi askari hawa wa Kenya, ama ukipenda jeshi la polisi la Kenya, liliweza kushika doria nchini Haiti na kuhakikisha kwamba tunarudi na ushindi. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapopeana heshima yao mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais aliye amri jeshi mkuu, aliyewaamuru kwenda kutekeleza wajibu huo. Mheshimiwa Rais, mkuu wa kikundi cha kwanza cha General Service Unit, Chief Inspector John Lekuye akisaidiwa na Inspector Charles Arogo anayebeba bendera
ya National Police Service Senior Sergeant Dominic Maina, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Platoon ya pili, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Joseph Kirago. Platoon ya tatu, General Service Unit, chini yake Chief Inspector Wesley Bet. Mheshimiwa Rais, Border Police Unit, chini yake Chief Inspector David Mburu akisaidiana na Inspector Samuel Mnene. Platoon ya pili ya Border Police Unit, chini yake Chief Inspector Dick Onzarigo. Kutufungia Mheshimiwa Rais, platoon ya tatu, chini yake Chief Inspector Hussein Shaban. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapoondoka. Na Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kuweza kukushukuru wewe kama Amiri Jeshi Mkuu, na hali kadhalika kumshukuru Inspector General wa Polisi Bwana Douglas Kirocho Kanja, nishukuru naibu wake Bwana David Lagat, Eliud Lagat, na hali kadhalika Bwana Gilbert Masengeli kwa kuweza kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatekeleza wajibu wao pasipo na bugdha. Ningependa kushukuru hivi sasa bendi ya mseto, bendi ya Administration Police na hali kadhalika General Service Unit wakiondoka hapa uwanjani siku ya leo. Niweze kushukuru Bwana Abraham Kemboi, Head of State Commendation, kwa kuweza kuletea gwaride hili la wenzetu kutoka Haiti. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako hivi sasa niruhusu niweze kumleta Bwana Mike Gitonga pamoja na Boni Musambi na Michael Gitone waweze kuendelea na ratiba ya siku. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, tukiwatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye fanaka. Kwa heshima naomba tutulie ili tuweze kwenda kwa sehemu ya maombi na kutuombea siku ya leo kwa maombi ya kimila Mr. Isaac Oloibakuti Nkuromo, kwa maombi ya Kiislamu Imam Hassan Bathul, na ya Kikristo Reverend Joshua Rutere. Maombi. Angai kiromo noye njoyo ke riporro njoyo na basho arbega na umara ba ngin ngai kinonu karamara tabalie ne ndala kan konguno jaba janga nyira na argela arbega serikali yang ngai kinonu karibo arbega la islang ngai kinonu tabalie njendwara njomom harero kamara na baninya bedimiriye hariboy. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, all gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to the Almighty Jalla subhanahu to bless our beloved President, Dr. William Samoei Ruto, and the entire leadership of our nation. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give them the energy to succeed in the invaders. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless our country, Kenya, and our citizens of this country. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us love, peace, and unity. Finally, we send our blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen. Gracious and loving God, we come before you with a heart full of gratitude to our nation, Kenya,
our people, our heritage, and the land you have entrusted to us. As we commemorate the 62nd Jamhuri Day, we give thanks for the far you have brought us as a nation. Lord, we lift our nation before you. We pray for the lasting peace and prosperity for our people. We also pray for our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. We commit him into our hands, guide him, and strengthen him as he serves the people of this great country. Grant him clarity and a unity of purpose, and the grace to lead with wisdom and dedication. Let his leadership make Kenya a beacon of hope, a sanctuary of peace, and a source of blessing for all who dwell within and beyond our borders. In all we do, may your name be glorified. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa John Dramani Mahama, Rais wa Jamhuri ya Ghana, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Daktari Joyce Kithure, Mheshimiwa Prosper Bazombaza, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Robina Nabanja, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Uganda, Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika wa Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mawaziri waliotutembelea Bernadette Arikwaye wa Rwanda, Willem Okamp wa Afrika Kusini, William Lukuvi wa Tanzania, Vinia Gava wa Italia, Amina Adalak Alsmasi, waziri wa UAE, mawaziri wote walioko, makatibu waandamizi wa idara mbalimbali za kitaifa, magavana wote mliopo akiwemo gavana mwenyeji Johnson Arthur Sakaja, mabalozi na viongozi wengine wakuu wa kitaifa, waheshimiwa wabunge na maseneta, ndugu wananchi watukufu, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya katiba andalizi ya tamasha hii ya siku ya Jamhuri,
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua MBAABU College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @MBAABU College. MBAABU College, skills to go places. Yasa, odi antobeto Meru County da Kanivi County, Isiolo County na Kinyambu County ntore dio sionda siedire kireti ituri bionde biande bira bimagaruo nkujana ntato sire na mureo tamatanta jama sono jagi empeke oki atia we ukwenda kwethira oena manto kwenda kumenyi bianto nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe aleri antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiabo kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwajania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndigoro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagocoka kwa Jesu runguro eria igoro na matuna kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Limo number 0725 170 744 withirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni otorito rakwe nagwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Guatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wameweka seti kuja unaona gari kama imejaa unaingia hivi ingia.
Kithari mori nikiri barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jareja agirite ni kwithirwo bakanyirwa. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Joni mwaki ukipenda kipeke napendwa na mapenda na wote Joni te nikikusalimia unanijibu tu napenda vile makala wamekuja wamebeba napenda vile mamazi wamekuja wameiva ikibamba sana basi pull it up select a cheza doba once from the top Tunisia speaker, we mash it up. Oh, fire, we light it up. Oh, my bed, don't my bed. How many are happy today? Welcome to Furaha. Make some noise for Gianni. Furaha, ni kuwa na marafiki. Furaha, cheza na marafiki. Furaha, kuwa na marafiki, furaha, cheza na marafiki. Kwa sherehe tumefika, kwa sherehe tumefika, familia iko ndani, wote tunajibamba, marafiki majirani, wote tunajibamba. I am happy today, so happy. Sisi wa Kenya black, red and green. Najivunia sana maneno young, fresh and free. Uhuru, raia bariang ni clean. Patriot before Mariga bebe champion slim. Kaza kuti bendera zipepe huu mwaka. Nasikia ripoti magari zinapita jumbaka. Moja ni nguvu suishi kiarambe. Lazima magoti mapaja ndo upate bukaka. Mkenya halisi. Nasikia ifiche inaonekana kwa rahisi. Mboke na pigo plena fando plena ishi. Juta mkona vijana wakiteka inchi. Juu sana
Kenya ipeperushwe juu 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 sana. Sisi wa Kenya tunawe. Chocha tipo mtu na posho na choma poke then nitakuja na chumvi uje mix ya juice. Ibo ndo tucheza mchezo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Wewe cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Now, ladies and gentlemen, to perform the most viral song in our land right now, make some noise for Wanda, please. Yarima, 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 yarima. 1, 2, 1, 2, 3. Ukishasikia tukiingia ni kutaka kukwanga bado na chuklewa madam so anguka nayo itabaki baflo na vibe anguka nayo kuko single for now Dagi mteja patikani hadi late night saa 6 ndo tani wai niko pin location na kofana na hii tukate call niko chomaya ji mimi najua utakuwa hadi acha nikushow kwanza form ni hadi don nishashika mpoa atende chini kwa chini akiwa hadi na mid sasa tunasikiza shit tuna feel free take a video no post pale NGC jina ni challenge anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo twende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click fuliza pesa alafu one leg anguka na one leg anguka ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo. And now help me invite to stage one of the best female acts we have in Kenya right now. Everybody, bounce. Everybody, bounce. Make some noise for Brandy Maina. My hands, my waist, my hand. I say tonight, 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 tonight. My lips, relax, they kiss tonight, 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 tonight. Come to the dance floor way. Leo tuna festa fe banga ama tutadu it your way. Wacha mimi nise usiniogope wewe. Leo na finesse na ujanja yeah. Leo nita maintain Kenya hatuko back sisi tuko front. Na majenzi come let's go. Kujeni niko bash in our bare form. Yeah, this the kind of love to make me wanna do. Ladies and gentlemen, coming next, the best group, what's in the wheelie? Andiko ni nyaka insha ramanya sisi kudanganya nyama mabia
Come on. A statesman, a democracy champion. Joey. A clap for Celebrate Baba. Make some noise for Sammy D. Hey, Baba, oh yeah. Hey, Baba, oh yeah. Hey, Tinga, oh yeah. Hey, Raila, oh yeah. Hero wa Kenya tunakwenzi leo. Hey, Baba, oh yeah. Ni jamhuri tunakwenzi leo. Hey, Baba, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Ulipenda wote, ulitupa mwanga, kwa kila moyo ulileta amani. Tulikupenda tukajifunza, kwako tuliona roho safi. Baba wa Kenya, Raila ni moyo wa kweli. Sasa tuna danse kwa machozi na furaha, tunacheza julishi kwa heshima. Kizazi kipya sasa tuko imara, tunasema jina lako Baba, oh yeah. Baba, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Abombo, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Ladies and gentlemen, make some noise for OG Sean Baba. Isuti Baba wa Kenya, vimbada 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 energy, synergy, wa Kenya vimbada 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 bada 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 energy, synergy. Okay, alright, ni shoti Baba. Na ukicheki hapa nimetoka fa na kauli ya mimi, unaweza uliza shoto bila lizumbuka kwa soko wanafutoka ukoka. Sasi watoto wa zongo sanuhuri ya tandoko, yeah. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, yeah. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada. Vimbada, 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 energy, synergy. Wa Kenya vimbada 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 bada 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 energy, synergy. Hata washosho wanavi, mapang na maudi wanavi, mabuda na vijana wanavi, wa Kenya wote wanavi. Vimbada 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 energy, synergy. Wa Kenya vimbada 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 bada 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 energy, synergy. Yo, introducing on the stage, Africa's best. Make some noise for Ghana. Mungu wangu wana, sini na tajiriana, domana mina, niko nani mwake. Mungu wangu wana, maskini na tajiriana, domana mina, niko mikononi mwake. Ibilisiana nyeta, kuna watu wakiteki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Ibilisiana nyeta, kuna watu wakiteki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Asifuye mvua imemnyea, na msifu jua amenitendea. Hata wewe ukimkutia, najua atakutendea. Kuna
Rihanna. Numa na mina. Niko mikononi mwake. Ladies and gentlemen, let's get together. Na tuijenge Kenya. Guardian. Akina mama we. Akina baba we. Vijana we. Akina mama we. Akina baba we. Vijana we. Wananchi wote, viongozi wote, tushikane mikono tuijenge Kenya. Wananchi wote, viongozi wote, tushikane mikono tuijenge Kenya. Wanaolala tutoke kwa mitandao. Akina mama tufunge maleso. Tusiwatukane viongozi kwa mitandao. Let's take a step ya kuleta mabadiliko. Wale wanatoka ghetto wote na wale wa mtaa. Wale wanatoka village wote na wale wa mtaa. Uptown, downtown, round town. Downtown, round town. Uptown, downtown, round town. Downtown, round town. Wananchi wote, viongozi wote, tushikane mikono tuijenge Kenya. Wananchi wote, viongozi wote, tushikane mikono tuijenge Kenya. When we say respect Kenya, show love to Kenya. Peace, love and unity in a lovely land Kenya. Kenya is a land we go to love it and protect it to kitika suna chisika. When we say respect Kenya, show love to Kenya. Peace, love and unity in a lovely land Kenya. Kenya is a land we go to love it and protect it to kitika suna chisika. Akina mama we, akina baba we, vijana we, akina mama we, akina baba we. Akina mama Akina mama Akina mama Thank you. Wapi vigelegele? Wapi vigelegele wa Kenya? Mheshimiwa Rais, hiyo burudani utakubaliana nami kwamba ni noma na ni fire. Mheshimiwa Rais, hapo ndipo tunalikuja javi la burudani yetu siku ya leo. Sasa tunarejea kwake Bwana Michael Gitonga aendelee na ratiba iliyosalia. Kwako Bwana Michael. Asanteni sana. Tuwapigie makofi tena mara nyingine. Watu wametuletea burudani safi kabisa. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimkaribishe Gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja. Karibu Gavana Nairobi County. Asante sana. Kweli burudani imeanza. Tarehe 12 ndio sherehe huanza rasmi, na hiyo sio ya mwisho. Tukitoka hapa, mtukufu Rais, tunawakaribisha nyote kule Uhuru Park kwa Nairobi Festival ambayo inaanza leo hadi tarehe 14
ili tuweze kupata burudani kama hii na tushangilie utamaduni wetu. Hawa wasanii wetu si wameweza? Hawa wasanii wetu ni fire si fire? Ni noma si noma? Your Excellency Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Amiri Jeshi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Rachel Ruto ambaye tunamuenzi na kumpenda, Rais John Dramani Mahama, Rais wa Ghana, Makamu wa Rais Kithure Kindiki na pia Bi Kithure, maspika wa bunge, wageni wetu wote ambao wako hapa, Chief Justice wetu Martha Koome, Rais, tuko na viongozi wengi ambao wamefika hapa leo, wakiwemo wabunge wakiongozwa na mbunge wa Lang'ata na pia kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tuko na naibu wa gavana wa Nairobi, mawaziri na wengi zaidi. Rais yangu hayatakuwa mengi leo hii. Mheshimiwa Rais, tumejionea kufuata mada ambayo tuko nayo, na ni muhimu tukumbuke ya kwamba miaka 62 iliyopita hapa katika kaunti hii, si mbali na tulipo leo, bendera yetu ilipepea juu ya watu uhuru katika nchi yao wao wenyewe. Kilomita chache kutoka hapa tuliposimama leo, katika bustani la Uhuru, palikuwa kambi ya wakoloni. Mheshimiwa Rais, wengi walitoa uhai wao hapo, maelfu wengine waliteseka katika kambi mbalimbali kote nchini. Hii ndio ilikuwa gharama ya ukombozi wetu kama taifa. Tunaweza anza wapi kulipa deni hii kwa wale waliotangulia, ila kwa kuwakumbuka sio tu kwa mafanikio yao pekee, bali pia kwa maadili yao. Miongoni wa mashujaa wa Nairobi alikuwa ni Tom Mboya. Tom Mboya alisimama imara katika msimamo wake hata ilipokuwa haipendwi au ilipokuwa sio rahisi. Alikuwa mwenye kujenga katika ukosoaji wake na hakuchoka kamwe, hakuchoka kwa uzalendo wake. Mimi kama mtu ambaye aliyatumia maisha yangu yote katika utumishi wa umma, nakiri na kusema ya kwamba kiwango hicho alichoweka ni kigumu kukifikia. Kiongozi mwingine ambao ni shujaa wa Nairobi alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga, sisi kama watu wa Nairobi tunamenzi. Ndiye alikuwa mbunge ambaye amehudumu kwa muda mrefu, na hii kwa sisi sote ndio siku ya jamhuri ya kwanza bila baba wetu. Tunaomba ya kwamba Mungu azidi kumlaza pema, na ile ambayo tunaweza fanya ni kuiga mfano ambayo alituachia. Tunawakumbuka hawa mashujaa wetu na kuwaenzi ili kuhifadhi matendo yao na kuyapitisha kwa watoto wetu kwa ajili ya kesho. Pili, tunawakumbuka ili kuwaiga, tukijifunza kutoka kwa mafanikio yao na pia kwa makosa yao, ili kwa wakati ufaao mafanikio yetu kama Wakenya yaweze kulinganishwa na yao. Tatu, ni lazima tukamilishe kazi walioweka misingi. Wao waliweka msingi, jukumu letu ni kujenga jengo ambalo linastahili heshima ambao wametuachia. Hatutishwi na wajibu. Hatutishwi na wajibu ambao tumeachiwa kama viongozi, kwa sababu tunajua na tunaifanya kwa imani na matumaini, tukiyakumbuka maneno ya Wafilipi 1:6 ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ndani yenu
ataikamilisha. He who began a good work will be faithful to complete it. Mheshimiwa Rais na viongozi, je, hatujaona tayari mabadiliko katika maisha yetu? Kuanzia wakati ambapo tulipata jamhuri hii, hata mimi kusimama hapa ni mfano, kwa sababu jiji hili miaka hiyo hata hakuwa na diwani mmoja Mwafrika, lakini sasa jiji linaongozwa na gavana ambaye amechaguliwa moja kwa moja na wananchi. The fact that we can self-determine must never be taken for granted as a republic. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha dhana hizi, dhana ambayo ilikuwa Raila Amolo Odinga na Tom Mboya, which was their internationalism. It was also the nature in which they were not tribal, they were not tied into a cocoon of their community or of their tribe, but they thought in a very modern way, in a very contemporary fashion, and that goes hand in hand with what our theme is today. Kauli mbiu ya mwaka huu inaunganisha busara hizo mbili. Nianze kwa kutambua kwa ustamilivu, ubunifu na mafanikio ya sekta ya utalii na ukarimu au hospitality, hasa hapa Nairobi. Nairobi imeendelea kuwa kiini cha uimara wa sekta hii. Ukiangalia vituo vya kuwasili nchini, miundombinu ya Nairobi ndio ya kwanza. Na ukiangalia idadi ya ziara, hifadhi ya taifa hapa Nairobi, Mheshimiwa Rais, imekuwa na wageni wapatao 500,000 kwa mwaka tu ambao uliopita. Tunakaribisha wageni kila siku na tunaendelea kujizatiti katika sekta hii. Vile tumesikia waigizaji wetu wakituonesha, na Wakenya lazima tuelewe, mtalii sio ati lazima iwe ni mzungu. Pia sisi tunaweza kuwa ni watalii. Wangapi wenu mmetembea katika Nairobi National Park? Wangapi wenu mmefika katika Giraffe Center? Sisi kama Wakenya tujaribu pia kutembea na kujua taifa letu. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi, ila pia ni kukushukuru kwa sababu kwa muda huu, kwa mwaka ambao umepita, tumeona kwamba umetushikilia kama makaunti na pia Nairobi. Pamoja na wewe tumeweza kufanya kazi nyingi, kujenga mabarabara, watu wetu wanaziona zinaendelea katika maeneo yote ya jiji la Nairobi. Tunakushukuru na tunajua kwa mwaka ambao unakuja tutaweza kufanya kazi nyingi zaidi. Jameni wa Kenya, tumpigie rais wetu makofi. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Au sio? Tunakubalia watu wa Nairobi? Tunakubalia. Rais, umeona sauti ya wananchi, na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Wanasema nirudie. Tunaomba rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto ya kwamba mwaka ujao sherehe hii ifanyike katika Talanta Stadium, na kama watu wa Nairobi tunakuomba uipe jina Raila Odinga International Stadium. Sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Wacha nisiseme zaidi kupita hapo, ili kuwakumbusha ya kwamba sherehe imeanza. Na waomba watu wangu wa Nairobi, mkisafiri kwenda Ushago ama Ocha, muwe waangalifu kwa barabara ili muweze kurudi salama.
Tunaomba madereva wetu, do not drink and drive. Tusipoteze watu wetu, tusiendeshe kiholela, ili tuweze kurudi tuwe na mwaka wa 2026. On behalf of the people of Nairobi, I wish all of you a Merry Christmas and a prosperous 2026. Mungu awabariki. Asanteni. Makofi ya Governor. Your Excellency, the theme for Jamhuri Day 2025 is tourism, wildlife, meetings, incentives, conferences and events, otherwise known as MICE. And allow me at this point to usher in the Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife, Honorable Rebecca Miano, to make a brief statement. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Karibu Waziri. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, guided by His Excellency the President's vision, today we reintroduce Kenya to the world through a tourism manifesto anchored in magical Kenya, the origin of wonder. The manifesto, please. Before the world had maps, there was Kenya. Before language, there was rhythm. Before time had a name, there were footsteps across this red earth. This is not just a place. It's a pulse. It's the breath of the wild. The whisper of ancestors in the wind. The drumbeat in your chest you thought was yours alone. Come here and unlearn. Trade your inbox for a horizon. Trade reception bars for baobab trees. Come walk barefoot through the origin of everything. Life, flavor, fire, soul. Because Kenya is not a destination, it's the birthplace of awe, the homeland of wonder, the reset the modern world forgot it needed. You don't visit Kenya, you remember it, you return to it, you wake up in it. This is magical Kenya, the origin of wonder. Welcome back. It is now my pleasure to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Kenya hoye! Jameni wananchi, nchi yetu ya Kenya ni fire si fire. Jameni wananchi, rais wetu William Ruto ni fire si fire. Kwa mara ya mwisho, wananchi wa Kenya ni fire si fire. Mr. President William Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, First Lady Rachel Ruto, the visiting head of state, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama, all dignitaries present, all protocols observed. Mr. President, this generation will never pay fully the sacrifice and the debt of those who paid the ultimate price
and sacrificed for the independence of our country. Mr. President, fellow Kenyans, we will also not pay fully the debt imposed on us by those who fought for the expansion of the civil and political liberties that we enjoy today. The last thing I want to say, Mr. President, before I invite a few guests to say hi in 1 minute, is to say, as we move into the future of our country, building on the foundation of those who fought for the freedom and liberty of our country, building on the hard work of those who fought for the expansion of civil and political liberties that we enjoy today, we look forward, under your leadership, Mr. President, to firm up on that foundation and that hard work and expand on the empowerment and the socio-economic liberty for the people of Kenya. And therefore, going into the future, we will push under your leadership for a country where all its citizens do not just enjoy the freedom of expression and the freedom of the media, but they also enjoy freedom from hunger, freedom from sickness, and freedom from all the dangers that threaten human survival, especially poverty and the other economic perils that endanger our sustainability and our survival. Mr. President, before I invite you, allow me to give 2 people 1 minute each to say hi and to say jambo. And I want to recognize all the dignitaries present today. The President of the Republic of Ghana will be introduced by his counterpart and host, President William Ruto. But allow me, Mr. President, to recognize the following dignitaries who are present and joining us today in this auspicious occasion. His Excellency Prosper Bazobaza, Vice President of Burundi. His Excellency Robina Nabanja, Prime Minister of the Republic of Uganda. We have in our midst also the Honorable William Aukamp, Minister for Forestry and Fisheries and Environment of the Republic of South Africa. We have in our midst the Honorable William Lukuvi, Minister of State in the Prime Minister's Office from the United Republic of Tanzania. We have in our midst the Honorable Dr. Benedict Arakwiye, Minister of Environment of the Republic of Rwanda. Honorable Amna Adamak Ashmamsi, Minister for Climate Change and Environment of the United Arab Emirates. The Honorable Vania Gava, Deputy Minister for the Environment from Italy. And Mr. President, as you are aware, Nairobi City and Kenya is hosting the United Nations Environmental Ministers representing their countries. So we have UNEA, which is the forum, the highest decision-making forum on matters environment, representing ministers of environment from all over the world who are meeting here in Gigiri, in Nairobi City. 87 ministers are present also because of the ongoing UNEA meeting in Nairobi. Mr. President, on behalf of all the visiting dignitaries, I want to give 1 minute
to the Vice President of Burundi to say hi before I invite the Prime Minister of Uganda to say hi, and finally I invite President William Ruto to address the nation. Mr. Vice President. His Excellency Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, and Rashid Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, His Excellency Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency the President of the Republic of Ghana, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of His Excellency, the General Major Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, that I have the honor to present today, to other commitments, and on behalf of the people of the Republic of Burundi, allow me express excellencies, extend my congratulations to the government and the people of the Republic of Kenya on this remarkable occasion. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. On this special day, it is my great pleasure to wish you peace, prosperity, and friendship continue to grow stronger. Once again, congratulations on Independence Day. May the spirit freedom keep us united and strong always. Happy Jamhuri Day. Thank you. Congratulations again. Thank you very much, Your Excellency, Vice President of Burundi. Your Excellency, sir, it is now my pleasure to invite for a minute the Prime Minister of the Republic of Uganda, Her Excellency Robina Nabanja, to say jambo and hand over to you, sir, a special message from your brother and counterpart, President Yoweri Museveni of Uganda. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from your brother, General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. He was unable to come because Uganda is undergoing an electoral process. He, however, sent me to represent him. I am the Prime Minister of the Republic of Uganda. I've been given 1 minute. Let me hand over the message to you, Your Excellency, on behalf of the President and the people of Uganda. Thank you so much. Thank you very much. Makofi tafadhali, makofi. Thank you very much. Fellow Kenyans, brothers and sisters, I think we have come to the apex of today's celebrations. I now request that we be upstanding as I welcome His Excellency,
President William Samoei Ruto to come and address the nation. Ni fire, si fire. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tafadhali nawaomba tunaweza kuketi chini. Wananchi wa Nairobi hoye! Kanairo hoye! Wakenya hoye! Jamhuri hoye! Basi, kabla sijatoa taarifa yangu kwa taifa letu la Kenya, nyinyi mnajua kati yetu tuko na marafiki wengi ambao wametutembelea. Na leo tuko na mgeni, and I want in a very special way on behalf of the government and people of Kenya to thank our brother and friend, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama Dramani, for finding time to come and be with us to celebrate this 62nd Jamhuri Day in Kenya. Your Excellency, we don't take for granted that you have been a close friend of Kenya. And our two nations, Ghana and Kenya, have a long, proud history of friendship, starting with the founding father of your country and the founding father of our country. Allow me now to ask His Excellency President John Mahama Dramani kutusalimia. Your Excellency, you're welcome. Thank you very much, my brother, the President of the Republic of Kenya, William Ruto. Let me acknowledge your beautiful wife, the First Lady of Kenya. I bring you greetings from the people of Ghana, and to say that on this day, your 62nd Jamhuri Day, the people of Ghana are in solidarity with their brothers and sisters in Kenya. On this day, we pay respect to the memory of our forebears who fought for our freedom, and we do not take their sacrifice for granted. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. Africa faces many challenges, including a global order that is rigged against it. We face systems that make us suppliers of unprocessed raw materials and importers of finished products. The time has come for us to add value to Africa's exports. The time has come for us to claim a fairer share of our natural resource endowment. The time has come for us to provide transparent and accountable leadership. The time has come for us to unleash the creativity and energies of our young people. We must increase trade amongst ourselves, and so we commend the protocol on the African Continental Free Trade Area. We must show Pan-African solidarity with all members of the African diaspora, and that's why I wish to express the sincerest appreciation of the people of Ghana to the people of Kenya for your timely intervention in Haiti to bring relief to the long-suffering people of Haiti. Ghana also
in the spirit of Pan-African solidarity, is sending troops from our 48th Engineers Regiment to help Jamaica in its rebuilding efforts after the devastating Hurricane Melissa. Kenya continues to be a respected member of the African Union and other international bodies. And so Ghana wishes Kenya well on this very auspicious occasion. And finally, before I resume my seat, accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Long live Kenya, long live Africa, long live Kenya-Ghana relations. Asante sana. Your Excellencies, distinguished friends, fellow citizens, I have always observed this day with two emotions held in tension: deep gratitude to our forefathers and a restless question for ourselves. Have we been faithful stewards of the freedom they won? And have we truly advanced the nation they left in our hands? I shall return to these questions later. But first, today we gather not just to mark a date on the calendar, but to honor a legacy written in sacrifice, courage, and unbreakable resolve. A legacy forged by men and women who stared imperial power in the face and declared with unshakable conviction that Kenya would be free. Their struggle planted our republic on the firm foundation of liberty, unity, and democracy. They gave us more than a flag. They gave us a future. 62 years ago, the brave architects of our nation placed in our hands the priceless gift of political independence. On this very day, 62 years ago, our forefathers lowered the Union Jack and raised the flag of our nation. But that victory was not given easily. It was bought at an immense cost. The road to our nationhood was carved by the unbreakable spirit of our freedom fighters, men and women who refused to bow to the humiliation of colonial rule. From villages to towns, from farms to factories, to classrooms and marketplaces, Kenyans from all walks of life rose as one, declaring that our humanity would not be diminished, delayed, or denied. And when brute force was unleashed against them, their determination outlasted it. Thousands paid the ultimate price. Many more were detained. Whole communities were uprooted. Punishment, pain, exile, and prison became the tools of repression. But what no empire could crush was their determination, resolve, and the unity of purpose. Across ethnicities, across regions, across class and creed, they became a force history itself could neither silence nor stop. Their sacrifice opened the path to self-rule. Their courage delivered the independence we celebrate today. And it is upon their shoulders that our republic stands strong.
The architects of our nation overcame the trials of their time. While our challenges are different, their lesson is eternal. They rose to the dictates of their moment. It was not easy, but it was necessary. And because they did it, we are here today. So, today, fellow citizens, history turns its gaze upon us and asks, faced with the challenges of our time, have we stepped up as they did? When he took the oath of office, Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. Tom Mboya reminded the nation that the greatest struggle, and indeed the hardest struggle, was not political independence alone, but development itself, the economic empowerment of our people, and the unlocking of their full potential. They stood and they understood that freedom was only the beginning, that the deeper battle would be against poverty that chains potential, against disease that steals opportunity, and against ignorance that dims human possibility. And so today, we are gathered to mark Jamhuri Day. We do more than remember history. We honor the architects of our nation for giving us the first great watershed period in our nation building, political independence. Just as the first generation rejected colonial domination and set out to confront the new enemies of poverty, disease, and ignorance in all their forms, they discovered that independence did not amount to freedom in its full and fullest sense. Along independent Kenya's history, power became centralized, dissent was silenced, competition was crushed, fear replaced hope. Once again, however, Kenyans rose, and from their struggle emerged the agitation for democracy, human rights, and the rule of law. In the darkest days when it was dangerous to speak, brave spoke. Organized. Students against detention, against torture, against exile, and even death, so that Kenya would break and breathe again. This generation of courage produced towering figures whose sacrifice expanded the democratic space we enjoy today. Foremost among them was the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a stalwart of our country's democratic journey, who left us just under 2 months ago. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy.
Tafadhali nawaomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asanteni sana. May his spirit continue to guide our nation forward. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. But it promised something even greater. It guaranteed economic and social justice. It declared that health, housing, food, water, education, and social security were not favors. They were fundamental rights. It was a bold promise. It was a moral imperative. It was the unfinished dream of both the independence and subsequent generations. Yet today, with honesty and humility, we must admit that this promise remains incomplete. Yes, progress has been made, but the deeper promise, a Kenya where every citizen lives with dignity and shared prosperity, remains unfulfilled. For too long, stagnation has returned in cycles. Negativity has been normalized, and too many have been asked to make peace with mediocrity. That is why, before the last election, we had already realized that although we had achieved political independence and our constitution expanded our democratic human rights and the rule of law, we still had not fully consolidated our nation. These two milestones, great as they were, had over time been undermined by the paradox of the marginalization of the majority. We saw clearly a system in which a few rose to the top of the pyramid, while millions at the base struggled to survive, with education outcomes compromised, healthcare beyond reach, access to affordable credit denied, housing unattainable, and farmers abandoned while our youth were locked out. That is the reason we introduced the bottom-up economic transformation agenda, to bring the marginalized majority back into the heart of our nation, to ensure that no one is left behind, and to begin the work of social engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. We had to begin where marginalization and exclusion had been greatest, that is at the bottom. And so, over the last 3 years, we have made bold choices. They have delivered results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. For years, we spoke of agriculture as the bedrock of our economy and farmers as our pillars. But the truth is, we did not truly know them, and neither did we truly prioritize them. Today we do.
For the first time in our history, over 7.2 million farmers have been brought into the single national digital database. We now know who they are, where they are, what they grow, and what they need. And with that knowledge came the power, not for brokers, not for cartels, but for the farmer. This digital platform became and is the backbone of targeted support, including subsidized inputs, affordable credit, and modern extension services reaching real farmers directly. We lowered the cost of production. We brought the price of fertilizer down. And in so doing, we restored profitability to the smallholder farmer who produces over 70% of our food. Fellow citizens, the results are undeniable. Maize production is up. Prices of flour is down. The tea sector is rising. Coffee is rebounding. Dairy is expanding. And the sugar industry has been reformed. By strengthening value chains, cooperatives, irrigation, and processing, we have built systems that work for our agricultural sector. And now, with millions of farmers no longer forgotten, we are ready to work with them to the next chapter of economic freedom. 3 years ago, education was in distress. Classrooms were overcrowded. Many universities were technically insolvent, and teachers were overwhelmed. Today, we have hired 76,000 teachers, and by next month, a total of 100,000 teachers, the largest recruitment of teachers in Kenya's history. We have built 23,000 new classrooms, and 1,600 laboratories are under construction across the nation. Importantly, through the student-centered funding model, we placed the learner at the heart of our reforms. For the first time in our history, scholarships and loans now follow need and merit, ensuring that every deserving student has a chance and a just and equal opportunity to pursue their dreams. Nearly 500,000 students have already benefited from this funding model. Students who, under previous systems, would have been excluded by policies that failed to recognize them. This reform has lifted the financial burden from families and enabled students to choose courses that align with their talents, with their aspirations, and with the needs of our nation. Our healthcare, we have another irrevocable decision that no Kenyan should be too poor to live. For decades, universal healthcare was spoken of, but in our time, it is being actualized. We engaged 110,000 community health promoters who are now reaching millions who were once excluded, forgotten, and without access to health care. CHPs have already visited over 9 million households, screening millions of Kenyans for various ailments, including diabetes and hypertension. At the same time, we built a unified health information system that now gives us full visibility of our health facilities, patients, their progress, enabling us to track healthcare delivery in real time. Today, over 28 million Kenyans are registered
under the Social Health Authority, up from 8 million under the old system. That means 19 million Kenyans who were once forgotten are now in the healthcare equation. Among them are 2.3 million vulnerable Kenyans, orphans, widows, and the elderly, whose healthcare is now fully paid by the government of Kenya. Healthcare was never meant to be a privilege. It is a constitutional right. And with the realization of this right, we are ready to work with all Kenyans into the next chapter of economic freedom. For the millions of Kenyans without employment, we moved beyond diagnosing the job crisis to deliberately creating opportunities through the bottom-up economic transformation agenda. For decades, housing, while being a constitutional right, was promised but never delivered. Housing is not just about shelter. It is collateral. It is graded worthiness. It is stability. And it is the first step out of poverty. In just 3 years, through our housing program, over 240,000 affordable homes, hostels for 180,000 students, 30,000 institutional housing for our military, police, and prison officers, and over 400 new markets for our traders are under construction across all our 47 counties. This, ladies and gentlemen, is the largest public infrastructure transformation ever undertaken, not just in Kenya, but also in our region. So far, standing at an investment of 650 billion. Through this program, more than 480,000 Kenyans have secured jobs and enterprise opportunities across 300 active sites, from artisans to technicians to engineers and architects, shaping a new skyline in Kenya. We have ring-fenced billions of shillings for the Juakali sector, fully integrating their long-neglected engine of craftsmanship into the national construction value chain. Today, Juakali artisans supply doors, windows, fittings, furniture, and fabricated material to projects in our affordable housing program across Kenya. In the digital and creative economy, we have trained 2 million Kenyans in digital skills, and nearly 300,000 are already earning income. Through the Kazi Maju program, nearly 500,000 Kenyans have secured well-paying job opportunities abroad in the last 3 years. We have also launched the Kenya shillings 20 billion Nyota program to support 820,000 young people with training, with mentorship, certification, and business capital. The first phase is complete, with 12,500 beneficiaries already receiving their first business support, and the national program is now being rolled out across the country. Together, these actions reflect one clear national purpose: to open doors of opportunity for our youth, equip them to succeed, and empower Kenya's greatest strength, our young people, to lead us towards prosperity and economic sovereignty. As more students live in decent accommodation,
as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms won. Through deliberate social engineering, we have built systems that ensure no Kenyan is left behind. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. Before we accelerated this ambitious agenda, we took the difficult but necessary steps to stabilize our economy and restore fiscal discipline. Inflation has fallen from 9.6% in 2022 to 4.5% last month. The shilling has stabilized at about 129 shillings to the dollar for nearly 2 years. Our foreign exchange reserves now exceed $12 billion, the highest in independent Kenya. Our successful Eurobond redemption reaffirmed to the world that Kenya honors its obligations. Our economy has grown and is now the 6th largest economy in Africa. At the same time, we have made bold national decisions to save more of our income. Through the new NSSF contributions, the fund that had mobilized Kenya shillings 312 billion from independence to 2023 has now grown to 670 billion in just 2 years. We established the Financial Inclusion Fund as a strategic intervention to correct deep market failure, one that had denied millions of Kenyans access to affordable credit, one that had blacklisted in CRBs, disregarded by banks. They had been left trapped in frustration and despair. Today, Hustler Fund has become one of the most transformative instruments of empowerment in our nation's history, disbursing over 80 billion and expanding the margins of financial inclusion at an unprecedented scale. Over 9 million Kenyans are now repeat customers, and more than 7 million who were previously CRB blacklisted have successfully repaired their credit histories. It has restored dignity to millions. It has brought them back into the equation. They are no longer left behind. Ladies and gentlemen, these reforms have stabilized our economy, restored investor confidence, and enhanced Kenya's creditworthiness. As we set out on this path of economic independence, let us remember that we are not the first to stand at such a crossroads. Nations like South Korea, Singapore, Hong Kong, and Malaysia once stood where we stand today, with limited resources, modest means,
but armed with immense courage, determination, and ambition. Prosperity was not handed to them. They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Today, they stand as first world economies, not by accident, but by deliberate design, by intentional choice, and by purposeful conviction. Ladies and gentlemen, Kenya can, must, and will do the same and more. Let me repeat. Kenya can, must, and will do the same and more. 3 weeks ago, during the State of the Nation address, I laid before Kenyans this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation into a first world economy and to secure our full economic freedom. That roadmap is anchored on 3 unshakable national priorities. First, history teaches us that no nation ever prospered on poor roads, inefficient ports, and congested airports. Modern transport and logistics drive productivity, reduce the cost of doing business, and creates trade, business, and innovation and investment hubs. Our 10-year roadmap on road, rail, ports, and airports, and oil pipeline infrastructure includes the expansion of strategic highways connecting our major cities, industrial zones, markets, border points, and agricultural belts to move people, goods, and services faster, safer, and more affordably. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. With this, we are stitching our country together, linking towns to cities, farms to factories, and Kenya to the wider region. Last week, fellow citizens, we moved from promise to action when we officially launched the construction of the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road and the Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha Road, an investment of over 180 billion in a modern 223-kilometer multi-lane dual carriageway delivered through a public-private partnership model. In February 2026, just in 3 months from now, we will begin extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and Malaba. And later in the year, extend the oil pipeline from Eldoret to Uganda, opening a new transport corridor with our neighbors and with the continent. At the same time, we will modernize Jomo Kenyatta International Airport and several other airports to enhance connectivity and ease the movement of people, goods, and services. The port of Mombasa and Lamu are also on course for modernization and commercialization, undertaken through innovative private-public partnerships that include long-term concessioneering. Charging forward, our infrastructure expansion will provide the foundational support
for a strong and resilient economy that will drive transformative development for all of us. Number two, fellow citizens, we must decisively shift our economy from dependence on imports to becoming a net exporter of agricultural products, manufactured goods, and value-added commodities. Kenya today spends nearly 500 billion shillings every year importing agricultural products. While we have reduced imports of maize, sugar, edible oil, rice, our progress is still constrained by the limitations of rain-fed agriculture. We can no longer leave the country's food security to the uncertainties of rainfall, especially in the context of climate change. To feed our people and produce surplus for export, large-scale modern irrigation is the only viable pathway forward. We have mapped out 50 mega dams, 200 mini dams, and over 1,000 macro dams across all our 47 counties, especially in our arid and semi-arid areas, which have expansive, fertile, and arable land currently not under production because of lack of water. With this plan, an additional 2.5 million acres of land will be brought under agricultural productivity through extensive water harvesting, water storage, and advanced irrigation technologies. This is not only about food and water security. It is a nation-shaping investment. It will drive our transition into a net exporting economy. It will uplift rural communities and end the indignity and shame of food insecurity. And it will anchor sustainable development for generations ahead. Charging forward, investing in modern irrigation will supply adequate quantity, good quality, and reliable raw materials required to power agro-industrialization. Through our special economic zones, export processing zones, and county aggregation and industrial parks, and our strategic market infrastructure across Kenya, these raw agricultural materials will be transformed into high-value products for domestic, regional, and global markets. Third, fellow citizens, energy is the lifeblood of any modern economy. Although Kenya's installed capacity stands at 3,300 megawatts, the intermittency of solar and wind leaves us with a firm capacity of only 2,300 megawatts, which is far below the demands of the Kenya we are building. To power our domestic consumption, agro-processing, and value addition industries, e-mobility, digital expansion, and a future driven by data centers, artificial intelligence, and modern technologies, we must scale up energy generation exponentially. Kenya possesses extensive and largely untapped renewable resources, including geothermal, solar, hydro, wind, and nuclear, ready for development and for generation. Charging forward to modernize our economy, accelerate our development, and compete globally, we must and will generate at least 10,000 megawatts of new energy over the next 7 years. Fellow citizens, to finance this 5 trillion national economic freedom project, relying solely on national budget
would leave us waiting forever. Borrowing would only deepen our debt and burden future generations. Raising taxes would place unbearable strain on households. And choosing inaction would condemn our nation to stagnation. That is why we must act with courage, innovation, and foresight to design alternative financing mechanisms, leverage mature national assets, and tap into robust public-private partnerships to undertake this national development imperative. Fellow citizens, 3 weeks ago, I signed the Government-Owned Enterprises Bill into law. The new law revolutionizes the management and governance of state-owned enterprises, professionalizing boards through merit-based independent appointments, and tying leadership to measurable results. This is a very consequential reform. It is the most far-reaching reform of government corporations since independence, aimed at turning legacy parastatals into commercially disciplined companies that will serve our public interest. The passage of this law ends the era of cronyism and patronage in our state-owned enterprises. This law explicitly disqualifies any person who has served in a public or political office within the last 5 years from appointment. On Monday, under this new legal framework, and to start this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation, the Cabinet will meet to consider and approve the architecture of the National Infrastructure Fund as the engine that will align our financial resources with our development goals. Through innovative mobilization of domestic resources, strategic monetization of mature national assets, democratization of ownership through capital markets, and innovative deployment of national savings, we will unlock large-scale private sector capital to fund our national priorities while reducing reliance on borrowing and taxation. For decades, Kenya privatized major assets including Kenya Airways, KenGen, Kenya Re, and Safaricom. Yet the proceeds were absorbed into the budget, paying salaries and debts, leaving no enduring national assets behind. Through the National Infrastructure Fund, all privatization proceeds will be ring-fenced and invested strictly into public infrastructure development that generate and preserve more value. This principle is already being actualized. Proceeds from the current privatization processes will be channeled directly into the fund, setting a new national standard where national assets create lasting public value. Our goal is simple. For every shilling in the National Infrastructure Fund, we will attract 10 more shillings from long-term investors, including pension funds, sovereign partners, private equity funds, and development finance institutions, allowing us to develop without the constraints that come with debt and taxation. The National Infrastructure Fund will not just be a financing instrument. It will be a generational strategy to mobilize capital, accelerate delivery,
preserve value, and secure Kenya's long-term competitiveness. To secure future generations, again on Monday, the Cabinet will consider and approve the Sovereign Wealth Fund policy, anchored on 3 pillars, including savings for future generations, stabilization against global shocks, and strategic national investments. Natural resource royalties, dividends from public investments, and a percentage of privatization proceeds will capitalize this fund. This fund will impose on us the obligation of intergenerational equity, bringing to life Article 201C of the Constitution, which demands that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between the present and future without shortchanging future generations. With these 2 instruments, the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, we shall begin the journey to the transformation that will lead us from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. And I have said it is beginning next Monday. But fellow citizens, even the strongest financial systems, boldest infrastructure plans, and most ambitious economic strategies will fail if we do not secure the foundation of our national character. The realization of our economic freedom project will rest on 3 critical enablers: strategic human capital development, robust peace, stability, and security architecture, and unwavering integrity and fidelity to the national interest. To bolster human capital development, we have made bold investments in education, skills development, science, and innovation. We have raised the education budget from 490 billion in 2021 to 700 billion this financial year, and expanded science, technology, engineering, mathematics education. But to power our first world strategic human capital requirements, we must and will raise the National Research Fund from the current 0.8% to the requisite 2% of GDP. This is not, ladies and gentlemen, spending or social spending. It is nation building. The second enabler underpinning this national project is peace, stability, and security. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of lives. Stability is not an option. It is an enabler of everything we seek to build. Serious investors will not commit their investments in a country. Only serious investors will only commit their investments in a country that is peaceful, that is stable, and that is secure. For Kenya to attract sustained investment, for businesses to thrive, for jobs to expand, and for families to live without fear, we must secure our nation firmly, fairly, and without hesitation. Finally, the collective interests of all citizens, which form the national interest of Kenya, must be at the center of every action and engagement. Patriotism is putting the interests of the nation before tribe, clan, or self. Integrity
in its highest form is patriotism in action. It is believing in our country. It is refusing to betray Kenya. And yet, let us speak honestly, our nation faces a serious integrity deficit. It begins early in our homes, in our schools, where seemingly harmless dishonesty later matures into grand corruption. Corruption is not merely theft of money, it is the theft of hope, opportunity, and destiny. This is compounded by negativity, division, erosion of shared values, and ethical and ethnic political mobilization. Hate and division, corruption and tribalism tear at the very social fabric of our republic. Ladies and gentlemen, our economic freedom project demands more than infrastructure and capital. It demands a renewal of our national conscience. We must build a strong value system. We must defend our national unity. We must raise our children in honesty, responsibility, and love for country. These three enablers, strategic human capital, peace, stability, and security, and national interest and integrity, are not optional ideals. They are the living foundation upon which our economic independence must stand. Without them, our ambition would remain promises. With them, our national priorities become achievable. Our investments become productive, and our vision of a prosperous, sovereign Kenya becomes not only possible, but inevitable. Fellow citizens, our founding fathers defeated colonial domination. The generation after broke the chains of dictatorship. The onus is on our generation, and particularly this administration, to achieve economic freedom. A freedom where effort is rewarded, where opportunity is shared, where dignity is guaranteed, where every citizen matters, and where no Kenyan is left behind. Let it be said of our generation that when Kenya stood at the edge of possibility, we chose courage over comfort, action over excuse, unity over division, and excellence over mediocrity. With resolute belief, today and every Jamhuri hereafter, we should find us true stewards of the freedom entrusted to us, that we shall honor our forefathers not only by remembering their sacrifice, but by fulfilling our duty and the assignment of our generation to secure for Kenya the full promise of economic freedom. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. Kabla sijamaliza, ndugu wa Kenya, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwanza kwa watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi.
tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Tindigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South. Pia mumeona pale Valley Road, ile barabara ilikuwa imekwama pale, tumeleta contractor anaendelea na kazi. Ile barabara ya Ngong Road pia inaendelea, kazi inaendelea pale. Barabara ya Haile Selassie vile vile inaendelea. Na ningependa kutangaza ya kwamba kwa sababu barabara ya expressway imekamilika na wananchi wanatumia pale juu, barabara ya chini iko na matatizo. Na ndio sababu kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi, tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa mpaka kule ABC, na tuifanyie beautification ndio Nairobi ionekane kama city ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi ninajua ya kwamba kuna wananchi wengi wanaishi nje ya Nairobi lakini wanafanya kazi na biashara hapa Nairobi. Wananchi wengi wanaishi Kiserian, wanaishi Rongai, wanaishi Ngong, na kuna msongamano mkubwa sana wa wananchi wakikuja asubuhi na kurudi nyumbani jioni. Ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian, na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shade Hotel, kuteremuka kwenda Ngong, kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian, tutaifanya iwe dual carriageway, ndio wananchi wa pale wanaweze kutembea kwa njia rahisi. Najua pia ya kwamba wananchi wengi wanaishi kule Thika, na sasa barabara ya Thika Road pia imejaa na kuna msongamano mkubwa sana wa magari katika barabara yetu ya Thika Road. Ningependa pia kutangaza ya kwamba mwaka ujao vile tuko na expressway kutoka JKIA, pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill, ndio wananchi wale wanateseka na mambo ya jam tuweze kuondoa jam ya sehemu hiyo. Pia ningependa kusema hii uwanja ya Nyayo Stadium, nyinyi mnajua yale maneno tulifanya kule Kasarani. Tuliweka paa ama uvuli ili wananchi wanapokuwa hapa wasipigwe na jua. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba kuanzia Januari hii Nyayo Stadium vile vile tutaweka canopy. Hii ni mara ya mwisho wananchi kuwa hapa wakipigwa na jua. Tukisonga mbele, hii kiwanja pia itakuwa na kivuli. Vile vile tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri. Munajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale. Ni kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani?
Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Mimi nataka niwashukuru wasanii ambao wametuimbia hapa. Asanteni sana kwa kazi yenu. Kolabo ya Iani, Femi One na Trio Mio wametuambia tunaweza. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza sio? Guardian Angel pia ametueleza kwamba wananchi wote na viongozi wote tuungane pamoja tujenge taifa letu la Kenya. Inawezekana haiwezekani? Mimi nataka niwapongeze askari wetu ambao walikwenda kule Haiti na mumewaona hapa, tuwapigie makofi jameni. Wamerudi nyumbani na heshima kubwa sana kwa taifa letu la Kenya. And I want to thank them profoundly for their courage, professionalism, and selfless service to our nation and to the world, and for flying our flag high with honor and dignity. Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana. Asanteni na watakia heri. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na usawi. Basi nimpishe mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Bwana Mike Gitone, uwanja ni wako. Shukrani za dhati mwenzangu Bwana Misango Mbaye. Ningependa kutangaza sasa viongozi wote watatulia ili tuweze kuondoka kwa itifaki iliyopangwa, na naomba sasa kutangaza kwamba Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na mama taifa ni zamu yao kuondoka sasa. Ladies and gentlemen, allow me to announce it is my
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua MBAABU College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @MBAABU College. MBAABU College, skills to go places. Yes, odi anto Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato siri na murio tamatanta jamasono jagi mpekea uki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwokwenda kugire skuru yaku gwokwenda kuthia road show kana kiabo kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matu na kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725 170 744 uthirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturito rya kwena goe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua